Maafisa wa upelelezi wamemkamata mshukiwa mkuu wa mauaji ya kinyama ya wanandoa katika kaunti ya Nyamira ambayo yaliripotiwa Machi 21 mwaka 2023. Mshukiwa huyo Dennis Ondara mwenye umri wa miaka 40 ambaye alikuwa amejihami kwa pastora ya aina ya Sesika iliyokuwa na risasi 14 alikamatwa kufuatia msako wa siku 4 ulioisha katika mpaka wa Isebania kaunti ya Migori. Majambazi kutoka idara ya mauaji inayoongoza pia katika zoezi la uvukuaji wa makaburi ya Shakahola walimvamia mshukiwa huyo mwenye silaha na hatari mchana siku ya jana. Muda mfupi kabla ya kuvuka mpaka kukwepa haki, asubuhi iliyofuata mauaji hayo, nchi iliamka kwa habari za kushtua za wanandoa waliokuwa wameuawa kinyama katika kijiji cha Nyamakoroto huko Keroka, kaunti ndogo ya Masaba, kaskazini kaunti ya Nyamira. Edward Morema Nyangechi miaka 62 na Grace Mongina Morema miaka 58, watu wanaoishi Marekani, walipatikana wameuawa ndani ya nyumba hiyo baada ya kukosa kufika kwa ajili ya kifungua kinywa kufikia saa 4 asubuhi. Wenzi hao waliishi Minnesota nchini Marekani. Kulingana na ripoti ya awali iliwasilishwa katika kituo cha polisi cha Gesima, msaidizi wa nyumba Silvia Barungo miaka 19 alikuwa wa kwanza kutiliwa shaka kabla ya kumpigia simu mkulima huyo mwenye umri wa miaka 30 Jeremia Bosire, na kwa pamoja wakaamka na kuvukia hisia za wanakijiji wengine. Ni wakati wanakijiji wakifanya msako ndipo maiti ya mwanamke huyo iligunduliwa ikiwa imetapakaa kwenye kitanda kwenye kitimbwi la damu katika moja ya vyumba vya kulala, huku mwili wa mwanamume huyo ukipatikana kwenye karakana. Miili hiyo ilikuwa na majeraha makubwa vichwani mwao, huku miguu na mikono yao ikiwa imefungwa pamoja kwa kutumia nyaya za umeme. Ripoti ya uchunguzi wa maiti iliyotolewa baadaye na mwanapatholojia wa serikali ilionyesha kuwa wawili hao walikufa kutokana na kunyongwa koo na majeraha ya vitu putu kwenye vichwa vyao na sehemu za juu za miguu. Uchunguzi wa tukio hilo ulizinduliwa mara moja, huku mkurugenzi wa upelelezi wa jinai Bwana Mohamed Amini akiamuru uchunguzi wa kina kuhusu mauaji hayo ya kutisha na kusababisha kutumwa kwa wauaji hao waliokuwa na ufanisi mkubwa. Siku 4 zilizopita, timu ya upelelezi ilipata taarifa kuwa mshukiwa mkuu alikuwa ameonekana Ruai ambako alikuwa amejificha baada ya tukio hilo. Maafisa hao walisongea kwa kasi na walipokuwa wakimkaribia alipenyeza nyavu zao kwa ngozi ya meno yake. Lakini pia kujua mshukiwa ambaye dakika ya kukamatwa kwake ilikuwa karibu. Maafisa waliokuwa wamedhamiria walikuwa wamemshtaki na walikuwa wakipumua shingoni wakisubiri wakati mwafaka zaidi wa kuruka. Siku ya jana muda wa saa 3 usiku, wachuuzi hao waliojifanya kama wachuuzi wanauza mizizi ya mkombero iliyorejeshwa kwenye mpaka walipiga hatua moja ya haraka na kumfukuza mshukiwa aliyekuwa amejihami bila kufyatua risasi hata moja, na kuacha wingu la vumbi likitimka kabla wafanyabiashara wengine wanauza bidhaa mpakani kufahamu kilichojiri hivi punde. Hashtag iliyokuwa imempepa mshukiwa ilikuwa ikijadili njia ya kwanza ya kuelekea Migori kuelekea mji mkuu. Baada ya kumpekua mshukiwa huyo, risasi 14 zaidi za ukubwa wa milimita 9 zilipatikana, sipana za aina mbalimbali, njugu, sukrubu na koleo, zote zikitumika kuvunja magari yaliyokuwa yameegeshwa. Mshukiwa huyo pia anaaminika kuhusika na visa vingi vya wizi vinavyoripotiwa na visa vya mauaji katika kaunti za Nairobi, Nyamira, Kisii na Migori. Kufikia sasa, washukiwa 3 wamekamatwa kuhusiana na mauaji ya pacha. Upelelezi wa mafanikio katika kesi hiyo pia uliwezekana kupitia utafiti na uchambuzi uliofanywa na wapelelezi walio katika ofisi ya utafiti wa uhalifu na ujasusi.
na timu ya Cyber Forensics kutoka maabara ya kitaifa ya uchunguzi wa kitaifa wa DCI ambayo ilimweka mshukiwa mkuu katika eneo la mauaji shambulio hilo. Jina langu ni Nyamira Dennis Kukurikuntu, runinga ya Kisii Hot TV.